السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema Mtume Muhammad salawatullahi wasalamu alayhi. Somo letu la leo au kisa chetu cha leo, tunaendelea kisa cha Nabii Allah Yahya na yule mtu ambaye alikuwa ni mfalme ambaye alipendana na mtoto wa kaka yake, akanyimwa kuoana naye na Nabii Allah Yahya. Kisa cha hao watu pamoja na Nabii Allah Yahya alayhi salam. Yule mtu, kisa chetu kilishia yule mtu, mama yake, yule dada mama yake alimwambia, vipi harusi yenu? Akasema harusi yetu haiwezi kuwa. Kutokana na nini? Kutokana na Nabii Allah Yahya amekataa, kila anavyoelezwa amekataa. Basi yule akamwambia, yule mama mtu akamwambia, nenda kajionyeshe kwa yule mfalme, si anakupenda yeye, nenda kajionyeshe. Akaenda akajionyesha, akapita akamwambia, mimi nataka tuoane na Nabii Yahya amekataza, itakuwaje? Akasema, mimi kwanza nataka huyu Nabii Yahya, mimi nataka zawadi. Akamwambia, zawadi mimi niko tayari, wewe taja. Akamwambia, zawadi ambayo mimi nataka ni Nabii Yahya kichwa chake niletewe, alafu ndio tutakubaliana kuoana. Basi yule mfalme akamwambia, usiseme. Akamwambia, taja chochote kitu kuliko kutaja kichwa cha Nabii Yahya. Akamwambia, mimi sitaki chochote, nataka kichwa cha Nabii Yahya tu. Basi akatuma wale maaskari wake, wakaenda wakamkata kichwa. Nabii Yahya amesujudu, Nabii Yahya anaona kila kitu, lakini hakuwahi kuamka mpaka akakatwa kichwa, akaanguka. Wakachukua kichwa chake wakampelekea, ndio hapo walipooana. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akawapa mtihani, wote wakaliwa na wanyama wao na watoto wao. Ndio wala mwisho wa wabaya. Wasalamun alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'ath hayya. Mwenyezi Mungu anasema kumwambia Nabii Isa, amani iwe juu yako siku uliozaliwa, siku uliokufa, siku utakaofufuliwa. Yote ni mtihani, na mtihani wanapewa mitume. Je, sisi? walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna alkadhibin. Mtihani taangaliwa unapasi au una feli, na kufeli ndio kukufuru, na kupasi ndio kushikamana na dini ya Kiislamu vizuri na kwenda mbele. Mwenyezi Mungu atujalie wenye kufaulu mtihani zote, na Mwenyezi Mungu atupe mtihani, asitupe mtihani mzito, sababu sisi wenyewe Allah atustiri kutokana na matatizo tulionayo na kutokana na mambo ya dunia. Dunia ni mtihani. Amin ya Rabbi. Kisa cha Nabii Yahya kiliishia hapo na wale watu, mfalme na yule mtoto wa kaka yake, ambao walikuwa hawafai kuoana, lakini wakaoana kwa sababu ya kukataa amri ya Allah na kusikiliza hawa za nafsi zao, matamanio za nafsi zao. Mwenyezi Mungu tujalie wenye kuendana na dini ya Allah. Amin ya Rabbi. Kwa tumemaliza, tunaingia kwa Nabii Allah Zakaria ambaye ni babake Yahya. Alipouawa Nabii Allah Yahya, wana Israeli kama kawaida yao wakaenda wakamfuata yule mfalme, wakamwambia, kama umeua mtoto maliza na baba ndio atakaye kusumbua. Basi Nabii Zakaria aliposikia anatafutwa, ataka kuuawa, akakimbia mji, akaenda huko porini, msituni, kaingia huko. Wakati anaingia msituni, wakamtafuta kwanza, akamkosa. Wakati anaingia msituni, kumbe alienda na Iblisi. Hajui Iblisi kama iko naye. Mwenyezi Mungu akajalia mti ukajifungua kama mlango, na yeye akatumbukia. Kumbe Iblisi naye akavuta nguo yake kidogo kuweka nje. Akawaona wale watu wanamtafuta Nabii Allah
Zakaria alayhi salam akauliza Iblisi, mnamtafuta nani? Akasema tumtafuta Nabii Allah Zakaria. Akasema sikaingia katika huu mti mkubwa. Akamwambia umejuaje? Akasema nguo, angalieni hiyo nguo, sio nguo ya Nabii Zakaria hiyo? Akasema ndio. Akamuuliza, yakajifanya yani kaja na sura ya mtu, maana jini au shetani shetani yule alimkufuru Mungu, jini ni yule anemwabudu Mungu, lakini asili yao ni majini. Maana majini na wanadamu, sisi ni wanadamu au ni majini. Shetani yule ambaye ni Iblisi akawaambia kateni huu mti. Akasema tukikata, naye mkateni humo. Wakachukua panga wakawa nakata ule mti pamoja na mtume wa Mungu Nabii Allah Zakaria. Nabii Allah Zakaria akawa anasikia maumivu makali, analia huko anaomba Mungu. Allah subhanahu wa ta'ala akamtuma malaika akamwambia, usiponyamaza na mimi naangamiza dunia nzima. Nabii Zakaria akawa anajikaza hivyo, anakatwa mwili wake hadi anakufa, kwa sababu Nabii Allah Zakaria, kama Nabii Yusuf alikuwa ni mtu mwenye sura nzuri kuliko watu wote duniani, na yeye alikuwa mtu mwenye huruma kuliko watu wote duniani. Kwa kisa cha kuuawa Nabii Allah Zakaria kikaishia hapo. Wakaenda wakamfuata tena Nabii Allah Isa. Nabii Allah Isa naye akaenda akawalingania watu siku ya watu, yani siku ambao watu wamejaa katika sehemu wanafanya manada zao, akawafuata. Ni kama mnada ya kuuza ng'ombe au mnada ya nini, yani mnada aina yote, ilikuwa mnada tu, analeta ng'ombe, analeta kila kitu. Wana Israeli akawafuata katika mnada. Nabii Allah Zakaria akawaambia, muaminini Mungu wa Nabii Musa, Mungu wa Nabii Yusuf. Mungu akawaambia, inni rasulullah ilaykum musaddiqan lima baina yadayya min at-tawrat wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad. Mimi nimekuja kuambia, mimi ni mjumbe kutoka kwa Allah kikweli kweli, na nimekuja kuwabashiria atakuja mtume mwingine baada yangu mimi. Wakachukia wana wa Israeli, wakasemaje, naye kaanza mambo hayo na kuja sehemu kubwa kama hii mnada, maana mnada watu wamejaa, watu kila aina. Akasema na huyu tumaliza. Akamwambia yule mfalme aliomaliza Nabii Allah nani? Nabii Allah Zakaria. Na wale watu wakaelezwa kwamba wamalize na Nabii Allah Isa. Nabii Isa Mungu akamletea wahi kwamba siku zako za kuondoka zimekaribia. Alikuwa na wanafunzi 12 akawakazania, akawafundisha, na kila mmoja akamwelekeza mji ambao anatakiwa kwenda kufikisha dini ya Allah. Sasa kabla hawajaondoka na Nabii Allah Isa yuko, akawaambia katika nyinyi anatakiwa mmoja afanane na mimi, na huyo mtu atakuwa rafiki fil janna, rafiki yangu peponi, tutakuwa pamoja peponi. Yule mdogo wao katika watu 12, yule mdogo kabisa, kijana mdogo, akasema mimi. Mtume wa Mungu alayhi salam, Isa alayhi salam, akarudia maneno yale. Kila akirudia au kila akiongea kuhusu jambo lile, anaitika mtu mmoja tu ambaye ni kijana mdogo. Basi mwisho Nabii Allah Isa akasema sawa, kama mtoto ni huyu tu, nikijiambia rohoni